This is what remained of Neno Evangelism Church building after the city council bulldozers came calling. The debris being a clear indication of the trail of destruction left on the once high-standing church building at the Haile Selassie roundabout. Mtazamaji, ni shughuli nzima, shughuli pevu inayozidi kuendelea katika ubomoaji wa kanisa la Neno Evangelism Church hapa jijini Nairobi, inalomilikiwa na Apostle James Maina Ng'ang'a. Maafisa wale wa county officers walifika pale na mabulldozers na kuhakikisha kwamba shughuli hiyo inatekelezwa. Kiini na chanzo haswa, unavyofahamu, shamba ama eneo ambalo kanisa hili limekuwa na matatizo chungu nzima, mgogoro wa hapa na pale, serikali ikisema shamba hilo ni lao na Ng'ang'a akisema aliweza kununua shamba hilo. Roho inaniuma kunivamia for no reason. Watu wangapi nimesaidia Kenya, lakini ni ngumu kwangu sana. Vile mmenijeruhi, basi Mungu awasamehe tu. So I have nothing to do. Mungu awabariki. Awabariki tu. Awabariki Mungu. Ameniambia hivyo. Na ni ngumu kwangu, lakini kwa binadamu ni ngumu. But what can I do now? Maandiko yamesema nisamehe, hata mkichukua kodi niwapatie shati. Sasa ingine hiyo tu, Mungu awabariki, lakini ole wako ungejua kile unanena kinaenda kwa moyo wako, na apandacho mtu ndicho atakachovuna. Lakini hata nikifanya makosa, si unisamehe uone nimeanza kuwa mzee. Hata nikisema nini, si unisamehe tu uone huyu mzee ameanza kurata sina. Yes, my father. Yes, Jehovah Diba. Oh, yes. Yes. Help me, Lord. Thank you. I might not finish this because I'm feeling the grace of God. Oh, okay. Mtazamaji, ubomoaji wa kanisa la Pastor James Ng'ang'a wa Neno Evangelism unakuja tu siku chache baada ya mhubiri huyo katika sermon moja kanisani alipokiri na kutestify jinsi yeye na wanaume wengine 8 walivyomnajisi mwanamke. Tulirep mwanamke moja, wanaume 8 Tamagui 8. Sasa tunajuaje na tulimwacha hapo? Sasa women rep wa county ile hii ya Nairobi, Esther Passaris, akaamua kuchukua hoja ile bungeni ya kutaka Apostle Ng'ang'a afike mbele ya bunge hilo ili ajibu maswali kwa kile alichosema ilikuwa ni kwamba ni dhulma kwa jinsia ya kike. Nimekutumia ka clip hapo kama mama moja hawa siasa. Disturbing video clip that has been circulating on social media since yesterday, alleging a confession to rape by Pastor James Ng'ang'a. Honorable Speaker, the clip allegedly shows Pastor Ng'ang'a, a Kenyan tele-evangelist and founder of Neno Evangelism Center located at the intersection of Haile Selassie Avenue and Uhuru Highway, confessing that he and 8 others raped a woman. In this era of artificial intelligence and digital manipulation, it is often difficult to determine whether such content is authentic or fabricated. Nonetheless, a video of this nature demands immediate and serious investigation. If genuine, the clip represents not a sermon but a criminal confession that requires urgent action by law enforcement agencies. If fake, it exposes the dangerous use of technology to spread falsehood, discredit faith, sijui nimesema nilirepu mwanamke. We madamu, mind your own business. Wengi wa Wakenya walionelea nilipokuwa napitia arafa za hapa na pale
walitoa hisia that Pastor Ng'ang'a alichoma. Yani kuna baadhi za siri humu duniani unafaa ufe nazo. Kuna baadhi ya testimonies ambazo wewe kama Mkenya, wewe kama mja, ama ulifanya kosa fulani, inafaa iwe siri yako na Mwenyezi Mungu. Ndiyo, after several hours, Ng'ang'a respond kwa kusema anajutia sana kwa kile alichofanya, na akaomba msamaha kwamba Pasaris ndio wamekuwa wakimhangaisha hapa na pale. Kumbuka shamba hili lake limekuwa limekiwa na visa vingi, serikali ikisema kumekuwa na mizozo ya hapa na pale. Serikali inasema shamba hilo ni lao. Ng'ang'a anasema alinunua shamba hilo kwa njia ya kihalali, akisema serikali inamuonelea ni mambo mengi. I was in jail for 20 years. Don't try to bring drama to me. Mind you, the politics. Waongo. Take me to jail. I was in prison. Kenyatta alipokufa kama leo. The following day nilikuwa na buduki. Tukashikwa kule Nakuru. I've been saying those things from day one up to, and nitaendelea kusema. Nita preach. If you don't like me to preach. Sasa mumeona crowd hiyo nilikuwa nayo maili 3. Now you are trying to cook something pale ndio muli threat. My brother, my sister. Tena wewe ni kitu kidogo kwangu. Wewe ni mtoto mdogo. Sijui, tafuta lika yako. Don't try me. Mi si lika yako. Ujaniona kwa mkutano yenyu. I will give my testimony so people will come to. Paulo alikuwa anaua watu. Is it in the Bible? Paulo alikuwa anaua watu. Is it in the Bible? It is written. Daudi aliua watu. It is written. Tukisoma leo, Daudi tumvuvue aje. Mimi napeana testimony yangu. Vile nimeokoka. Kuna watu jela ambao wanatupwa na shetani jela. Huyu mtu nimemwombea. Yeye anaenda baharini. Anakuja anaibia watu ng'ombe. Anakuja anaibia watu mbuzi. Anakuja anaiba miraa. Mwingine nimemwombea juzi, bwana yake amekaa kwa kitanda 2 years. Mume analala kwa kiti. Mume analala kwa kiti. Mama analala kwa kitanda 2 years. Nikamwombea. Akaenda, mama akaja akasema hata wamelala pamoja, hiyo shida imeisha. Mwingine nikamwombea anataka kujinyonga. Mwingine nikamwombea ametoa miba 7. Sasa mkikaa hapo muni discuss. Simugojee 2027. Simugojee Mr. Speaker. Mimi nitahubiri Injili. Niliokokea jela 1989. Nilifungwa ya kwanza 1972. Mimi nataka waizi waokoke na malaya waokoke.